Jehova, ukaendelee kunyunyiza Kristo mafuta yako Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Jehova, tunakubariki peke yako mfalme wa uzima, kumleta mtumishi tena Bwana, ili akanene lile ambao ni kusudi lako mfalme, akanene ambao Mungu amekusudia Kristo siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Tunakubariki Kristo, tunakushangilia Bwana, tunakutukuza mfalme wa uzima, tunakupigia makofi Bwana, maana Mungu wetu unatupenda, unafanya haya Kristo ni kwa ajili ya utukufu wako, nasi tunakushangilia mfalme wa uzima, maana tunafurahi Jehova kupokea na kula mezani pako, maana Mungu wetu tunakusudia ile ambao ni njema juu yetu mfalme, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Tunakubariki Jehova na kutukuza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sante praise. Sante praise. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke amchaye Bwana. Mbona mmepoa wanawake? Mmepoa. Mwanamke amchaye Bwana. Mwanamke amchaye Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wasalimu wote katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Basi sisi wanawake tuna kauli mbiu yetu ya mwaka huu, Bwana Yesu asifiwe sana, ambayo inasema haleluya wanawake. Mwanamke majina Edina Chimbwe, nimeokoka, ninampenda Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mke wa mume mmoja ambaye anaitwa Jeremia Salangi, ni shemasi yetu. Hebu mahali popote po mume wangu Jeremia, naomba upunge mkono namna hii. Haleluya, 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 amina. Pia ni mama watoto wawili, Agnes na Ivan, wapo darasani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipekee nishukuru nafasi hii ambayo Mungu hapo, ukiwa salama kabisa, ukiwa na afya njema, ni neno la kumshukuru Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi twende moja kwa moja kwenye somo letu la leo. Somo letu la leo linasema ya kwamba tunza na thamini neema ya wokovu uliyoipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunza na thamini neema ya wokovu ambayo moja kwa moja tutaenda kuona nini maana ya neema ya wokovu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba pia msomaji wangu katika siku ya leo ujiandae katika neema ya Bwana. Amen. Tuangalie nini maana ya neema ya wokovu. Neema ni fadhili ya Mungu ambayo hatukustahili, ambayo Mungu ametupa kupitia Yesu Kristo, si kwa matendo yetu mema, bali ni neema tu ya Mungu. Na thamini neema ya wokovu. Nataka kuzungumza na wewe ndugu yangu mpendwa, rafiki yangu, ambao tayari tumeshapata neema ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepata neema ya wokovu, na wewe ambaye unatarajia kupata neema ya wokovu, ujumbe huu katika mchana wa leo unatukumbusha kwamba ukishapata hiyo neema, tunze na kuithamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba kwa neema tumekombolewa, kwa neema tumepata wokovu. Lakini Biblia inasema ya kwamba kwa neema tumekombolewa, kwa neema tumepata wokovu. Lakini ukigeuza huu wokovu ambao tumepata, mimi na wewe ambao unatarajia kuupata huu wokovu, na wewe ambao unatarajia kuupata huu wokovu, na wewe ndugu yangu ambao unanifuatilia katika mtandao wa kijamii, kumbuka ya kwamba hii neema imepatikana kwetu bure, lakini
neema yake ilipatikana kwa gharama kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii neema ya wokovu ambayo mimi na wewe leo tulishapata bure, na wewe ambao dunia sasa hivi tumepata kwa neema, lakini ulipatikana kwa gharama kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya, watumishi wa Mungu. Amina. Twende tukaangalie ya kwamba tayari nimeshapata neema ya wokovu. Haleluya. Nimeshapata neema ya wokovu. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini ni utunze? Kwa nini ni thamini hii neema ya wokovu ambayo Mungu amenipa? Bwana Yesu asifiwe sana. Ambayo Mungu amenipa bure, lakini ulipatikana kwa thamani kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hali ya kawaida tu sisi binadamu tuna vitu vingi sana. Haleluya. Tuna vitu vingi sana. Tuna mali zetu, tuna majumba yetu, tuna watoto wetu, tuna pesa zetu, tunazitunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kila mmoja anajua ya kwamba hicho kitu amekipataje. Fiwe. Tuangalie Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 hadi wa 14. Karibu msomaji. Maandiko yanasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla ya wokovu tulikuwa chini ya utawala wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambapo tulinyanyasika, tuliteseka, tulisemwa vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tupo chini ya utawala wa giza. Tuliteseka, tulinyanyasika sana. Hatukupata thamani yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ashukuriwe Mungu ambaye ametupa neema ya wokovu. Ametutoa katika ule utumwa wa dhambi na kutuweka katika neema yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ametuweka katika utawala wa Kristo ambao mimi. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu umetupatanisha na Mungu. Haleluya. Katika tu hali ya kawaida sisi tunaishi na familia zetu, tunaishi na watoto wetu, tunaishi na majirani. Asilimia kubwa hapa tupo kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mfano tu wa kawaida. Pigie mfano kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta mume na mke, huo ni mfano. Haleluya. Unakuta mume na mke hawana imani katika maisha yao ya ndoa wanaoishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawazungumzi, hawashirikiani kwa chochote. Kila mtu akiamka njia yake. Hakuna amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna amani. Lakini anatokea mtu mmoja tu mwenye busara na hekima, anawaketisha chini hao. Wokovu umetutoa katika dhambi. Tumeketi karibu na Mungu wetu. Kwa nini nisiutunze? Jiulize, kwa nini nisiutunze? Kwa nini nisiuthamini? Kama huu wokovu ambao nimepata bure umenipatanisha na Mungu, kwa nini nisiutunze? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunza na thamini neema ya wokovu ambayo Mungu amekupa. Haleluya. Amina. Tunaendelea na sababu.
Sababu nyingine umetupa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatunza wokovu wangu, ninathamini wokovu wangu kwa sababu wokovu umenipa uzima wa milele. Hebu tumshangilie Mungu wetu kwa makofi. Kwa sana. Unakuta mgonjwa anaonesha kabisa hali zote ya kwamba huyu mgonjwa ana dakika 10 tu za kuishi hapa duniani. Ana dakika tu 5 za kuishi. Daktari jinsi watakavyokimbizana kutumia vizuri zile dakika 10 ambazo huyu mgonjwa amebakisha hapa duniani kuishi. Kwa sababu ukiangalia vipimo vyote ndani ya mwili wake vyote vimeshuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Vyote vimeshuka. Tapambana kwa hali na mali, kwa ujuzi walionao, kwa uzoefu walionao, ili kuhakikisha huyu mgonjwa asife, au kwa lugha nyingine wanaahirisha kifo chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakifanikiwa kuahirisha kile kifo, huwa wanafurahi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwa wanafurahi kwamba huyu mtu ambaye alikuwa hivi na hivi, lakini sasa hivi haleluya. Amina. Tunaendelea na sababu nyingine. Nimesema kuna sababu nyingi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wokovu umetupa tumaini jipya na maisha mapya. Haleluya. Wokovu umetupa tumaini jipya na maisha mapya. Umetupa tumaini, yani ambapo tulikuwa hatujua ya kwamba mimi nitatoka hapa. Tokaje hapa? Baada ya kutoka hapa, je, inakuwaje? Je, ninaishia tu hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano tu mwingine wa kawaida ni kwamba wenzetu wanaojua kuogelea, haleluya, wakati mwingine anafika sehemu ambapo kuna maji mengi au kina kirefu, anashindwa kuendelea. Hapo anakuwa na waza, hapa mimi nitatoka kweli hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa neema anapata uokozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Umetupa thamani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunza wokovu. Thamini neema ya wokovu ambayo Mungu amekupa. Tunza neema ya wokovu. Thamini neema ya wokovu ambayo Mungu amekupa bure. Usicheze na wokovu ndugu yangu. Usicheze na neema ya wokovu. Ukiipoteza sasa hivi sawa, ndio tunasema, lakini ukiipoteza kuna gharama yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika siku ya leo nakusihi, mama yangu mpendwa, binti yangu mpendwa ambaye umekaa mahali hapa, baba yangu mpendwa, kijana wangu mpendwa, neema hii ya wokovu ambao umeipata, sijajua uliipata pataje, si umepata lini, lakini katika mchana wa leo tunakumbushana ya kwamba amini, fanyeje? Bwana Yesu asifiwe sana. Moja, tuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuishi maisha matakatifu. Nawezaje kutunza wokovu wangu ambao Mungu amenipa? Moja, tuishi katika maisha matakatifu.
Naomba tuangalie Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15 hadi 16. Karibu. Imeandikwa, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amesema kwamba wewe tumeambatana, basi sharti na wewe uwe nini? Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa mtakatifu ili kuambatana na Mungu, kwa maana Mungu wetu ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tu katika maisha matakatifu ili nitunze wokovu wangu. Natakiwa niishi katika maisha matakatifu, maisha yale ambayo hayarudi nyuma, katika maisha matakatifu, maisha yale ambayo hayarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neema nimepata wokovu, songe mbele kwa gharama yoyote ile. Songa mbele na utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwe watakatifu. Biblia inatukumbusha kwamba tuwe watakatifu. Asifiwe sana. Tuwe watakatifu. Biblia inatukumbusha kwamba tuwe watakatifu ili tuweze kutunza wokovu. Sema tuwe watakatifu. Tende mambo yale ambayo yanamfurahisha Mungu wetu, ambayo yanaendana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tusiwe tukubadilika, tutunze utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Njia nyingine ya kusaidia kwamba wewe nawezaje kutunza utakatifu ni kudumu katika neno. Dumu katika neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tuangalie Zaburi 119 na mstari wa 105. Karibu. Zaburi 119 mstari wa 105 imeandikwa, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu, neno la Mungu ndio taa ya miguu yetu. Neno la Mungu, tunze wokovu ili kusaidie kuepuka na vishawishi mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma neno la Mungu. Soma neno la Mungu ili ujue mapenzi ya Mungu kwako yanataka nini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku isipite pasipo kusoma neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana mitandao sasa hivi wameturahisishia kabisa. Tunatembea na Biblia katika simu zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiwa kazini, tenga dakika zako 2 tu au 3. Tafakari neno, mstari hata mmoja. Kiwa katika biashara, kiwa katika kazi mbalimbali. Mama ukiwa katika malezi na kulitafakari. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Sambamba na hivi, kati yangu mimi na Mungu wangu. Dumu katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Dumu katika maombi ili wokovu wako kuwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi ni njia ya kuzungumza na Mungu. Mwambie nini haja ya moyo wako. Mwambie nini unahitaji katika muda husika.
usikate tamaa. Omba pasipo kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Omba ndugu yangu pasipo kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi kwamba ninachokihitaji kitajibiwa sasa hivi au kitajibiwa muda ujao. Omba. Bwana Yesu asifiwe sana. Omba, zungumza na Mungu wako. Mwambie nini haja moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukikumbuka katika kuishi maisha matakatifu. Kwa sababu huwezi ukazungumza na mtu ambaye hauna. Omba. Uwe muda wa shida, wa dhiki, taabu, zungumza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyakati tulizo nazo sasa hivi, pasipo maombi hatuwezi kuvuka ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwezi tukavuka. Omba bila koma. Omba bila kukata tamaa. Haleluya, watumishi wa Mungu. Omba. Tuwe watu wa maombi. Tuwe watu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili niweze kuutunza wokovu wangu, kumbe natakiwa niwe mtu wa maombi. Kwa nyakati zote na majira zote, kwa hali zote, natakiwa niwe mtu wa maombi. Mama yangu omba, binti yangu omba, kijana wangu omba, baba yangu omba. Usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yangu, tangu umepokea neema ya wokovu mpaka sasa hivi hapa ulipo, hapo ulipokaa, wokovu wako upo katika hali gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haina haja kumwambia jirani yako, mwambie Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wangu, mimi tangu uniokoe katika mwaka ule mpaka sasa hivi nina miaka kadhaa katika wokovu, lakini Mungu wangu, katika siku ile nilienda kinyume na mapenzi yako. Mwambie wewe mwenyewe huko na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu, naomba unirejeshe katika ule wokovu ambao ulinipa katika mwaka ule, lakini siku fulani niliupoteza. Zungumza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutawezaje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Hebu mwambie jirani yako, tutawezaje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Nitawezaje kupona nisipojali wokovu namna hii? Hebu tafakari. Tutawezaje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii ambao Mungu ametupa? Tutawezaje kupona? Tutawezaje kupona na hali ambayo tupo nayo kwa sasa hivi? Maisha tulionayo sasa hivi, tutawezaje kuchomoka hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunza na thamini neema ya wokovu. Mama yangu mzuri ambao umekaa hapa, utawezaje kupona usipojali wokovu mkuu namna hii? Binti yangu mzuri, utawezaje kupona usipojali wokovu mkuu namna huo ambao Mungu amekupa kwa neema? Kijana wangu mzuri ambao umekaa mahali hapa, utawezaje kupona usipojali wokovu mkuu namna hiyo ambao Mungu amekupa kwa neema? Baba yangu mzuri, utawezaje kupona usipojali wokovu mkuu namna hiyo ambao Mungu, muda wowote, saa yoyote, vitu chochote kinatokea. Sasa kikitokea wewe kikakukuta katika sehemu ambayo sio, inakuwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuwe tunajiuliza tu maswali kama haya. Tunatakiwa tuwe tayari.
Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwe tayari kwa muda unaojua na muda usiojua, muda unaofaa na muda usiofaa. Tuwe tayari. Nitakuwa tayari vipi? Kwa kuishi maisha matakatifu. Maisha matakatifu ambayo yanaeleleza Kristo. Tusio watu wa kujichanganya changanya. Leo ndio, kesho hapana. Ikiwa ndio, basi ndio yako ijulikane milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusio na watu wa mizaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hataki mizaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie. Maswali kama hayo yasiwe yanaulizwa juu yetu sisi ambao tumeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunza na thamini neema ya wokovu ambayo Mungu amekupa. Naomba tusimame. Neema ya wokovu ambayo Mungu amekupa. Karibu praise team. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni Mungu wa neema sana. Mungu wetu Mungu wa rehema sana. Mungu wetu anatupenda. Mungu wetu anatuthamini. Mungu wetu anatujali. Haijalishi ya kwamba leo Mungu wetu anatuthamini. Mungu wetu anatujali. Haijalishi ya kwamba leo umefanya nini au jana umefanya nini, bado anatujali. Anasema njoo mwanangu. Njoo mwanangu. Chukua uamuzi, mwambie hapana. Nimeteseka sana. Sitaki tena kuteswa katika hali hii ambayo Mungu kumbe alishanilipia zamani. Sitaki tena. Chukua nafasi hii ndugu yangu, nikukaribishe kabisa katika upendo. Karibishe katika neema. Kwa wewe karibishe kabisa katika upendo. Karibishe katika neema. Kwa wewe ambao unasema hapana, mimi nataka mtengeneze na Mungu wangu. Katika siku ya leo isipite kaka, mtengeneze na Mungu wangu. Karibu mahali hapa mbele ili tuweze kuomba na wewe. Karibu mama yangu. Karibu binti yangu. Karibu kijana wangu. Karibu baba yangu. Mungu anakupenda. Aujui kutoka hapa itakuwaje? Hebu chukua hatua na kuchukua hatua. Mungu wetu ni wa neema sana. Na kuinulia mikono yangu juu sana. Neema ya Mungu ni inawezekana katika mchana wa leo umeamua kumpokea Yesu ili awe ao. Inawezekana katika mchana wa leo umeamua kumpokea Yesu ili awe. Sema Yesu, kuja mbele zako jinsi nilivyo, naomba unifanye tena. Naomba unifanye nitumike kama chombo chako cha sifa. Tunze katika hali zote. Ninue